Leo hii asubuhi tukiwa na mkutano na viongozi wengine wa pande hii, niliwaambia na ninataka kusema hivi hadharani. Saa hii tulivyo hapa Kenya, karibu tuwe na crisis ya chakula ya kihistoria. We are about to approach a historic crisis in food shortages. Sababu tulikuwa na shida katika kilimo, mambo ya mahindi. Ukiangalia North Rift na Central Rift ambao wao ndio kama bread basket ya Kenya, crop failure ni kama 70 to 75%. Kwa hivyo, kwa yale magunia tuna consume Kenya hii 48 million kila mwaka. Mwaka huu huenda labda hatutafikisha 200 million. Tuko na deficit karibu ya 28 million ya magunia ya mahindi. And in a few days time, kwa sababu hatuna harvest, tutaanza kuhangaika hapa kutafuta chakula. Wakubwa wa nchi hii badala ya kuita watu State House kuwahonga, wakae chini wapange mpango vile tutalisha watu wetu when the crisis arrives. This government is focusing on irrelevant things, bribing people every day. Rais kazi yake ni kupeleka watu State House kuwahonga kuhusu uchaguzi. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Sasa kazi yake ni survival, apite kura ama aibe kura, aonge watu, asurvive kwa uchaguzi na wananchi wanahangaika. We have received warnings hata hii maneno ya El Nino. Mumeona serikali inajipanga. Kazi ni kuonga tu watu. In a few weeks time tukiwa underwater tutaanza kuhesabu mili ya watu. Na serikali iko wakati huu badala ya kufanya kazi hiyo wanatakiwa kufanya. Biashara kubwa ni kuhonga wananchi. Kuzuru kila mahali, mambo kusema ni empowerment ni nini, kutumia pesa ya serikali kuhonga wananchi kwa sababu ya uchaguzi. Mimi nataka kumuomba mkubwa wa nchi hii, rais wetu, badala ya kutumia wakati mwingi kwa mambo kama hayo, sasa tutumie wakati kuangalia livelihood, survival ya watu wetu. A crisis is approaching. The government should be sitting and working on these things. Badala ya bribery kila siku nikupeleka watu. Health sector crisis is approaching. Education sector crisis. Lakini wakati huo crisis iko, lakini tunaendelea kuonga watu, kupeleka watu kuwaonga. We are all bothered about political survival and survival through the election. We can't invest all our time on electoral survival ili uchaguliwe tena, even when clearly umeharibika kabisa na umeharibu dunia. Sasa ndugu na dada, na waomba, hiyo ndio sababu kubwa sisi tunatembea hapa kuwaomba, tafadhali mtuunge mkono tubadilishe uongozi wa nchi. Mnakubali na sisi tubadilishe uongozi wa nchi? Nani wanakubali tubadilishe hawa kabisa?